Karibu tena katika channel yetu pendwa Gaga The Power. Leo tuna kitu tofauti kidogo. Tutajadili kuhusu mapenzi. Watu wengi wameshajadili kuhusu mapenzi, na wengi wamejadili kutokana na uwezo wao, fikra zao na mawazo yao. Lakini nami pia nachukua nafasi hii kwa dakika chache hizi kuzungumza na wewe msikilizaji wangu, mfuatiliaji wangu, mpenzi wangu, popote pale ulipo. Leo tutajadili mapenzi. Tutajadili kwenye nyanja tatu. Nyanja ya kwanza tutaangalia mapenzi, nini maana mapenzi. Nyanja ya pili tutaangalia kwa nini watu wanaumia katika mapenzi. Nyanja ya tatu tutaangalia nani mwenye upendo, nani mwenye mapenzi ya kweli kati ya mwanamke na mwanaume. Tukianza maana ya mapenzi, kabla sijaanza kuelezea maana ya mapenzi, kwa sababu mapenzi watu wengi sana wameelezea kutokana na fikra zao, fahamu zao, akili zao, wameelezea, wanavyoni wameelezea kuhusu mapenzi, nini maana ya mapenzi. Kabla sijaanza kutoa tafsiri ya mapenzi, acha niseme neno moja kwanza. Nazungumza upendo. Upendo nini maana yake? Upendo ni kuthamini kitu na kukuingiza kwenye moyo. Ukithamini kitu ukiingiza kwenye moyo, ndio maana halisi ya upendo. Kwa mfano, umeona kitu ukakithamini, ukakiingiza kwenye moyo, utakipenda. Mfano wa pili, una sandals, una raba, una viatu tofauti, lakini katika hivyo viatu kuna kimoja unakipenda zaidi ya mwenzake. Kwa hiyo maana yake ulikithamini, ukakiingiza moyoni na ukakipenda. Hivyo basi upendo maana yake ni kuthamini kitu na kukiingiza moyoni. Nini maana mapenzi? Tuongelee mapenzi sasa. Mapenzi ni nini kwa jumla? Mapenzi ni upande wa pili wa upendo unaoambatana na hisia kali zinaweza kusababisha mtu akajikuta anafanya kitu ambacho hakutarajia kukifanya. Narudia. Mapenzi ni upande wa pili wa upendo unaoambatana na hisia kali zinaweza kusababisha mtu akajikuta anafanya kitu ambacho hakutarajia kukifanya. Baada ya kuingia kwenye upande huo, anaweza kufanya. Mfano, kabla hujaingia kwenye upande huo, ulikuwa unatembea bila ndala. Ukilala uogi, au fikiri, au chat usiku. Tazama, kuna watu wanaongea na wapenzi wao kwa masaa zaidi ya 5 usiku. Baada ya kuingia kwenye upande wa pili wa upendo. Upande wa kwanza wa upendo ni mtoto unapomshika pua anafurahi, anacheka. Baba atampenda mwanae. Upande wa kwanza wa upendo. Kaka atampenda dada. Upande wa kwanza wa upendo. Lakini upande wa pili wa upendo ni upande ambao unaambatana na hisia kali zinaweza kusababisha mtu akafanya kitu ambacho hakutarajia kukifanya. Nazungumzia mapenzi. Yawaliza watu wengi sana. Hata hivyo wewe msikilizaji wangu hapo ulipo, unasikiliza sauti hii, naamini kwa 100% tayari bwana hili limeshakuumiza. Acha tuendelee upande wa pili. Naumia sana nikijadili kuhusu mapenzi, kwa sababu ni kitu ambacho hata mimi kwa namna moja au nyingine kimeniathiri sana mfumo wa maisha yangu. Niko mbali na mtoto wangu. Natamani kuwa na mtoto wangu. Inaniuma. Natamani tucheze na mtoto wangu. Natamani tuimbe na mtoto wangu. Lakini mtoto wangu yuko mbali nami. Mapenzi. Mke wangu yuko mbali nami. Mapenzi. Furaha yangu iko mbali nami. Mapenzi.
Acha nielezee kuhusu hisia za mapenzi. Acha nielezee kuhusu maumivu ya mapenzi. Kwa nini watu wanaumia katika mapenzi? Maumivu ya mapenzi yanafananishwa na nini? Yanafananishwa na maumivu ya kufiwa. Kuondokewa na baba mzazi, kuondokewa na mama mzazi. Maumivu ya mapenzi yamezidi huko, yamepita huko maumivu ya mapenzi. Baba utamzika, utamsahau. Mama utamzika, utamsahau. Lakini mtu ulompenda kamwe hautomsahau katika maisha yako. Utaumia utaposikia ameolewa, ameoa. Utaumia utaposikia amefanya jambo jema. Kwa nini watu wanaumia katika mapenzi? Msikilizaji wangu, acha nikuelezee maana maumivu katika mapenzi. Maumivu katika mapenzi nini maana yake? Wakati mnaanzisha mahusiano, ile siku ya kwanza kabisa, first day, amekutongoza. Leo umesema naenda kumpa jibu, na umeamua kuwa huyu ndiye atakuwa mpenzi wangu, huyu ndiye atakuwa baba wa watoto wangu. Jibu lake ndio. Leo naenda kumpa jibu. Ile siku unaenda kumpa jibu, kuna vitu mnakabidhiwa. Nini mnakabidhiwa? Mnapewa kitabu. Kitabu hiko kinaitwa Books of Love. Hiko kitabu kina peji nyeupe, kitabu kina peji nyeusi. Hiko ndio kitabu cha maumivu. Ila mwanzo wa kitabu hicho huwa ni peji nyeupe, ndio inaanza. Ukiandika baby I love you, naye anajibu I love you too. Sababu anaona unachokiandika, anasoma unachokiandika. Kila siku unazidi kwenda mbele, wiki, miezi, miaka. Wengine wenye bahati mbaya ni masiku tu, wanakutana na black page, karatasi nyeusi. Utamwambia baby, nimekumisi sana leo, nahitaji niwe na wewe kitandani. Atakwambia sikuelewi unachoongea. Haoni unachokiandika, akioni. Hapo ndipo mwanzo maumivu wa mapenzi. Utaona ni dharau. Unachomwambia kuelewi, unamwambia hivi anakujibu hivi. Haoni. Ukiona hizo changamoto zinatokea, ujue mtangazaji wangu, msikilizaji wangu, mpo kwenye hatua ya black page, karatasi nyeusi. Maumivu wa mapenzi ndipo yanapoanza hapo. Amini ninachokwambia. Ukiweza kuvuka kwenye black page, karatasi zinazofuata ni karatasi za furaha tu kwa muda mrefu sana. Kwenye black page utapata maumivu makali sana ambayo hayafananishwi na maumivu yote yale katika dunia hii tangu dunia ianze kuumbwa. Kuna wengine wanajiua, kuna wengine wanafanya shiriki, wengine wanafanya mambo ambayo hawakutarajia kabisa kufanya baada ya kuingia kwenye hiyo black page. Sikilizaji wangu, najua umelala, najua umekaa, najua unaendesha gari, najua unafanya jambo lolote lile, lakini ukweli hamna kitu kinachoumiza katika maisha kama maumivu ya mapenzi. Hamna kitu kinachotesa kinachoumiza na kutesa katika maisha kama maumivu ya mapenzi. Maumivu ya mapenzi yanauma sana, yanakera sana.
wakati nasimulia hadithi hii, wakati naelezea dokumentari hii, najikuta napata maumivu na mimi pia. Nikimkumbuka mpenzi wangu nilimpenda sana, hivi sasa siko naye. Sio mimi tu, hata wewe pia unanisikiliza. Nafahamu haya yote yamekukuta, lakini yote yataisha. Nini maana maumivu mapenzi? Kwa nadharia hiyo utakuwa umenielewa kidogo. Nani anayependa kati ya mwanamke na mwanaume? Na topiki ya mwisho kabla sijafunga kipindi hiki. Nani anayependa kati ya mwanamke na mwanaume? Mwanaume hapendi. Mwanaume si upendo. Mwanaume si mfano wa upendo. Mwanaume hajaumbwa kwa upendo. Mwanaume ni ulinzi. Mama ndiye upendo. Mwanamke ndiye mwenye upendo wa kweli. Mwanaume anatengenezewa misingi, anatengenezewa mifereji, anatengenezewa njia ya upendo. Kwa yule mwanamke bora, mwenye akili, mwenye ufahamu, anaweza akapendwa na mwanaume yoyote yule duniani. Mwenye kujua njia ya kutengeneza misingi, mifereji ya upendo. Sisi wanaume tunafuata tu, hatupendi. Nini namaanisha? Baba ni ulinzi, mama ndiye upendo. Angalia familia iliyokosa baba, inakuwa na upendo lakini haina ulinzi. Haina ulinzi familia iliyokosa baba. Angalia familia iliyokosa mama, haina upendo lakini ina ulinzi. Hapo mtaani kwenu, tazama familia ambayo haina baba. Upendo utakuwepo hata kama uliachiwa nyumba ya urithi. Mama atasimamia na maisha yataendelea. Lakini familia ambayo imekosa baba, upendo hakuna. Mama anaweza akasema, wewe John, ndugu wako anaumwa, ndugu wako anataka ada, ndugu wako ana shida kitu fulani, kwa nini umsaidii mdogo wako? John kwa hofu ya mama anaweza kukusaidia. Kwa upendo wa mama John anaweza kukusaidia. Lakini familia iliyomkosa mama haina upendo kabisa. Kama walikuwa wanakula kwa pamoja mchana na usiku, mama anapoondoka, basi kila mtu atakula na anakubaliwa yeye. Hivi basi mama ndiye upendo na baba ni ulinzi. Familia iliyokosa baba, iliyokosa mama, inamaanisha haina upendo na haina ulinzi. Itateswa, itanyanyaswa na itolindwa. Wakati naelezea hii documentary, nahisi machozi yanatoka, natamani kulia, naumia. Mimi ni mmoja wa majanga haya ninayoelezea. Familia yetu haina baba, familia yetu haina mama. Nafahamu ninachokiongea, tamani nimeamua kukiongea hiki, lakini
lakini tusikate tamaa. Wazungu wanasema obstacle the way. Sema yote ile yenye kizuizi ndio njia. Sema yote ile yenye kizuizi ndio njia ilipo sahihi. Vitabu vya dini vinasema sehemu yenye miba ndio njia. Pita kwenye miba, pita kwenye kizuizi. Utamsahau mpenzi wako, utasahau kila kitu katika maisha yako. Utasimama wewe kama baba, utasimama wewe kama mama, na kila kitu kitakuwa sawa tu. Msikilizaji wangu, natamani kuendelea kukuambia mambo tofauti kuhusu mapenzi, lakini muda umenibana kidogo. Hivi basi, kama utahitaji nakala kama hizi za mapenzi hizo kufikia wakati wote, stori nzuri za mapenzi, hadithi nzuri za mapenzi, majadiliano mazuri ya mapenzi, nakuomba usubscribe channel yangu Gaga's Power. Utapata vitu vingi sana kuhusu maisha. Mimi ni msimuliaji wako Haruna Nyingia. Siku njema.